Niko na mwenyekiti wa bodi ya ligi Steven Mguto, niko naye hapa. Nimpongeze kwanza kwa kuwa muwazi kuzungumza na vyombo vya habari, haswa kipindi hiki kigumu ambacho viongozi wengine wangeweza kukimbia na kunyamaza pasipo kutoa majibu katika maswali kadha wa kadha ambao wako nao wanahabari na wadau wa michezo. Kabla hatujamsikiliza, kuna mambo makubwa ameendelea kuyagusa, ningependa kuainisha katika mazungumzo yake mbalimbali ambayo ameyafanya. Kwanza lazima kila mdau wa soka ajue kwamba swala hili la mechi ya Machi 8 kati ya Yanga dhidi ya Simba ni swala nyeti sana ambalo linahitaji busara nyingi mbele ya kanuni. Inaonekana wazi busara nyingi itahitajika ili kupata utatuzi kulikoni kusimama kwenye kanuni, kwa sababu kila kanuni inaweza kumpa nafasi mtu fulani, lakini kwenye mjumuisho pale ndo msuguano unatokea, na ndipo ambapo busara inahitajika. Kama ambavyo naona Simba kutendewa haki, Yanga nao wanasema kutendewa haki, walipaswa mechi ichezwe. Bodi ya ligi nao wameahirishwa, Yanga wanakaja watendea haki. Sasa hapa palipobaki panaonekana tutegemee maamuzi ya busara kubwa sana, na ametaja wazi kwa serikali inazitazama sana kwa karibu nyendo za timu hizi mbili kubwa, kwa maana ya Simba na Yanga, kwa sababu lengo la serikali kuhakikisha nchi inaenda kwa amani, na hizi timu zinabeba mashabiki wengi ambao wanazipenda hizi timu kutoka moyoni, na mapenzi yao tunafahamu si ya kawaida. Ni mapenzi ambayo yanaweza kutumika vibaya pia na kusababisha machafuko, na ndio maana amesema hili sakata lina ujeti mkubwa sana. Na katika changamoto kubwa ambayo amesha kuhitaji amekutana nayo ya kuahirishwa mechi ilikuwa ni 2021, ambayo anasema kama pia busara isingetumika, basi yeye kwa mujibu wake ni kwamba Yanga walipaswa kushushwa daraja. Sasa anasema si kitu rahisi kufanya uamuzi wa kushusha daraja timu kama Yanga. Yani mazungumzo yake anaweka wazi kwamba hizi timu za Simba na Yanga kuna namna ambavyo zilitengenezwa kwa bahati mbaya kuwa na nguvu kubwa sana kuliko mamlaka zozote. Kwa hiyo hicho kitu ni ngumu sana kwa siku 2-3 kwa bodi ya ligi chini yake kuweza kubadilisha, kwa sababu mkutana na vitu mbalimbali ambavyo vinawalazimisha kwamba kwenye baadhi ya maeneo hasa na wakutanisha hawa, busara pia itumike zaidi kulikoni kwenda moja kwa moja kwenye kanuni pasipo kuangalia kiundani athari ambazo zinakwenda kutokea. Na ndio maana anasema mfano Yanga angeshushwa daraja, unaweza kuhisi jambo gani ingetokea katika mpira wenyewe, lakini pia taamani ya nchi. Swala ambalo watu wengi walikuwa wanataka kusikia ni kuhusiana na wao wamepata taarifa rasmi ya Yanga kwenda CAS, lakini walishaijibu Yanga. Yeye amethibitisha kwamba kweli walijibu Yanga na barua zilikuwa za ndani kwa ndani, kwa hiyo waliwajibu Yanga. Kwa hiyo ambapo tulikuwa tuna ripoti yale ya barua, sababu kutoka rasmi achana ile ya mwanzoni ya kuhusu mechi imeahirishwa, basi ni kweli Yanga walipata barua. Inawezekana barua ambayo wamepata kutoka bodi ya ligi ndio imewapa joto la kwenda CAS, japokuwa ameonekana kama kutumia lugha ambayo inaweza kutafsiriwa ni kejeli kwa wanayanga, kama kichekesho kwake kuona Yanga moja kwa moja wanaenda kwenye mahakama ya usuluhishi wa michezo CAS, akiamini kwamba kuna taratibu zake kama ambavyo nimeeleza awali katika taarifa nyingine kuhusiana kwamba CAS ili uende lazima upitie hatua kwa hatua, yani kwenye mamlaka za ndani za kisheria ndipo uende CAS, jambo liende CAS. Kwa hiyo kwa upande wake anaamini kwamba majibu ya kile ambacho wanakikalia kikao yakitoka ndo atapa sababu Yanga kwenda CAS, kwa sababu uamuzi wao mpaka sasa hivi ule wa mwisho haujatoka. Kwa hiyo kwa upande wa kwenda CAS naamini kwamba moja kwa moja inawezekana, kwa sababu Yanga ni timu yenye fedha nyingi, labda wanaenda CAS kwenda kubisha hodi kujua taratibu upoje. Lakini kwa upande wake anaamini CAS ni mpaka bodi ya ligi itoe taarifa ya mwisho ambayo itakuwa inaonesha kwamba hakuna sehemu yote nyingine ya kwenda CAS. Ingawa Yanga walisema wazi kwamba wao hawana imani na bodi ya ligi na TFF, ndio maana wanaenda CAS. Na kuna baadhi ya kesi nilikujuza za CAS, mfano kesi ya Yanga Bernard Morrison
ni baada ya kamati za 72 kamati mbalimbali za maadili kujaribu kulipatia ufumbuzi, na ufumbuzi haukuwa rafiki kwa upande wa Yanga, ulimbeba Morrison, na ndio maana unaenda hatua ya juu. Hata Elmereki ilipopewa ubingwa na CAS msimu wa 2018 ni baada ya kushindwa na mamlaka za ndani katika hatua zote, ama timu ya Proline ya Uganda ilivyoshindwa kugomboa alama 6 ambazo walikatwa na FUFA, namna ambavyo walikuwa na mchakato pa kufikia CAS. Kwa hiyo sasa ngoja tumalize na mzee Mguto mwenyewe, tumsikie akizungumza hapa hasara ambazo wao bodi ya ligi wamezipata na namna ambavyo watu wamekuwa wakisikitika hasa nje ya nchi kukosa dabi hii. Hawahisi athari yoyote kipindi hiki ambacho tunasubiri majibu. Kwenye kibiashara kibiashara siwezi sema sana kwa kwenye upande huo wa kibiashara. Of course lazima kuna mapungufu yanajitokeza, lakini bado hatujakaa na kutathmini tumeharibikaje kibiashara sisi au na partners wetu. Bado hatujakaa tukafanya tathmini. Na vipi image ya Tanzania Afrika imeshuka? Tumeona Afrika Kusini huko na Zambia wanalalamikia ligi yetu. Watanzania wameshindwa kutamba kwa ubora wa ligi yetu. Ligi yetu inadharaulika. Bodi ya ligi mnajipangaje kurejesha heshima sasa ya ligi yetu kwenye hili? Unajua huwa inatokea tu kama hivi, na the best ni kuangalia jinsi gani ya kuvihandle. Lakini nadhani pia inashushwa na hawa watu ninaowaita wachambuzi ambao basically huwa wana base kwenye upande mmoja. Sasa wanakuwa hawatufanyii haki kwa sababu swala tayari liko kwenye kamati ya bodi na wanalishughulikia, na tumesema watu wasubiri, tutawapa majibu. Sasa hili jambo sio dogo, ni kubwa na sio la kukurupuka na kuanza kutoa maamuzi. Sisi tulidhani kwamba kitu cha kwanza kufanya ni kuhakikisha kwamba tuna equal hiyo situation na kufuatilia vitu vyetu kwa utaratibu sana. Sasa ndio tunaendelea, kwa sababu swala la Yanga na Simba uweze ukalichukulia kama klabu zinginezo. Huwa unalichukulia kwa utulivu sana, na maamuzi yake huwa mara nyingi kanuni, watu hawabase sana kwenye kanuni. Kanuni zinakuwa zinatuongoza tu kwenye kufikia maamuzi ya hekima na busara. Sasa hiki ndio tunachokijaribu kukifanya, na pindi tukishakuwa tayari tutaweka, na nadhani hatutakuwa tumeharibu sana image yetu.